Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanakondoo ameshinda. Mwanakondoo ameshinda. Siku ya leo tarehe 18, Roho wa Mungu ameniambia tushirikiane na wewe hapo ulipo kusoma kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 16 na hatimaye tukitafakari pamoja. Na neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Haleluya. Kushinda vita hakuhitaji ni watu wangapi wako upande wako. Kushinda vita hakuhitaji watu wangapi wako upande wako. Pale ambapo vita inapoinuka kwa ajili yako, hakuhitaji kuangalia ni nani ananiunga mkono, ni nani anisapoti, ni nani yuko upande wangu. Unajua kuna wengine ambao wanaingia katika shida hasa ya kutafakari vita inapoinuka kwa ajili yao. Wanaanza kuwaza katika hii vita ni nani ambaye ananisapoti. Maneno haya yamekuja wakati ambapo mtumishi wa Mungu Gideoni anaitwa katika wito mkuu kabisa wa kukomboa familia yake, wa kukomboa taifa lake, ambapo na yeye alikuwa anajiuliza, anasema, mimi mbone familia yangu na ukoo wangu, taifa langu ni maskini, na zile nguvu ambazo ulikuwa unawasaidia wazee wangu, wewe Mungu, mbona sasa hivi hatuzioni? Lakini Mungu akamwambia kwamba mimi nitakusaidia, na mimi katika kukusaidia kwangu utawapiga wale watesi ambao wamekuwa wakiwatesa siku zote, wakiwasumbua Wamidiani. Na kwa kutokana na hiyo nguvu ambayo nitakupa mimi, basi usiangalie ni nani ambaye atakuwa upande wako, manake hata ukoo wako wenyewe hautakusaidia. Kwa hiyo kwa nguvu ambayo nitakupa mimi utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Na mimi siku ya leo nipende tu kukuambia kwamba haijalishi maadui zako au vita vimesimama kiasi gani, mimi ninakutabiria siku ya leo kwamba vita unakwenda kuishinda kama mtu mmoja, endapo tu utaangalia kwamba Mungu yuko upande wangu au Mungu ananisaidia. Na kama Mungu anakusaidia, vita ambayo unapigana nayo utaipiga na utaishinda kama mtu mmoja. Haijalishi watu wangapi wanakukimbia katika vita vyako, haijalishi watu wangapi ambao wamekusaliti katika hiyo vita. Yawezekana mlianza pamoja, lakini katikati wakakukimbia. Na Mungu anachukia sana kama utategemea wanadamu wengine ukasahau nguvu zake. Ndiyo maana hata wakati ule Daudi alipochukua jukumu la kuwahesabu Wanaisraeli, usifikiri aliwahesabu tu, lakini alitaka kujua ni nguvu gani ambayo anaweza kwenda kuitumia dhidi ya maadui zake. Na Mungu alikasirika sana kwa kutokana na tukio hilo. Mungu akakasirika sana, na wakati mwingine akampa adhabu ambayo Daudi mwenyewe hakuweza kuichukua. Ndio maana Mungu anatuambia kwamba atatupigania vita tulivyo navyo, atatupigania vita tulivyo navyo, atatushindia vita tulivyo navyo, atahakikisha yeye yuko mstari wa mbele kutupigania. Haijalishi hatuoni sapoti ya watu wengine, lakini kama jinsi ambavyo alimtetea Elisha, akamtetea Elisha, akatuma maelfu ya malaika kwenda kumsaidia, ndivyo ambavyo na wewe mtumishi wa Mungu hapo ulipo, Mungu anao uwezo wa kukusaidia. Anao uwezo wa kutuma maelfu ya malaika wakaja kukusaidia, wenye magari ya moto wakakupigania. Ninakutabiria leo tarehe 18 kwamba ushindi uko mbele yako. Ushindi uko mbele yako. Haijalishi Wamidiani wamesimama kiasi gani, haijalishi magonjwa yako juu yako kiasi gani, haijalishi uko mbele unaona giza, lakini ninakuhakikishia kwamba ushindi uko juu yako. Haleluya, haleluya. Utawapiga maadui zako kama mtu mmoja. Nikupe tu wito siku ya leo kwamba mtegemee Mungu na muamini. Yeye hajawahi kushindwa. Yeye hajawahi kushindwa. Luka sura ya 1 mstari wa 37 kwamba hakuna jambo lililogumu ambalo Mungu haliwezi.
Bwana Yesu asifiwe. Ninakutakia baraka za Mungu, na siku ya leo ikawe ni siku njema kwako, na uendelee kutafakari hili neno la Mungu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.